Dalili za kwenda kujifungua huwa zipo nyingi sana, na kila mama mjamzito huwa zinamjia kiutofauti. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa mama kuzifahamu. Kuzijua dalili sahihi za uchungu itakusaidia kuweza kuzitofautisha na zile ambazo si za uchungu. Kwa kawaida, uchungu huwa unakuja kwa masaa, na kila muda unavyozidi kwenda ndipo dalili hubadilika. Na dalili za uchungu huwa zimegawanyika katika makundi mawili. Kuna dalili za awali ambazo tunaziita pre-labor na zile dalili za mwisho. Sasa kabla mama mjamzito hajajifungua, huwa anapata dalili za awali huashiria kwamba muda wa kujifungua unawadia. Na dalili hizi zinaweza kudumu kwa muda wa wiki au masaa kadhaa kabla ya kujifungua. Sasa kabla hatujaanza kuzielezea dalili hizo moja baada ya nyingine, naomba nikukumbushe, hakikisha una like video hii, na pia kama bado hujasubscribe channel hii, hakikisha una subscribe ili usije kupitwa na video zetu nyingine zinazofuata. Na pia kama utakuwa na swali lolote kuhusiana na mada hii, hakikisha unaachia komenti yako hapo chini nasi tutakujibu. Karibuni sana. Dalili za awali za uchungu zipo kama ifuatavyo. Dalili ya kwanza ni maumivu ya mgongo. Maumivu haya husababishwa na mishipa na viungo vya mama kutanuka ili kuweza kutoa njia ya mtoto kupita. Sasa kutokana na kutanuka huko kwa mishipa na viungo, ndipo mama anajisikia maumivu ya mgongo pamoja na nyonga. Dalili nyingine ni maumivu ya tumbo chini ya kitovu. Hii hutokana na mtoto kujisogeza kuja chini. Dalili nyingine ya uchungu ni uke kuvuta, yaani contractions. Utahisi uke unavuta mara 3 hadi 5 kila baada ya dakika 10, na maumivu yanakuja na kupotea. Kwa hiyo utakapoona dalili hiyo, jua kabisa kwamba hiyo ni mojawapo ya dalili ya uchungu. Dalili nyingine ni kuvunjika kwa mfuko wa maji ya uzazi. Mfuko wa maji ya uzazi unaweza kuvunjika na kuachia maji mengi ghafla au kuachia maji kidogo kidogo. Kuachiwa kwa maji ya uzazi kunaweza kuwa ndio dalili ya kwanza ya uchungu wa uzazi kabla ya misuli haijaanza kubana na kuachia. Na mfuko huu wa uzazi ninaoongelea ndio ile chupa ambao watu wengi mmezoea kwa jina la chupa, kusema chupa ya uzazi imevunjika. Mfuko huu upo ndani ya tumbo la uzazi na huwa unamlinda mtoto dhidi ya vijidudu vinavyosababisha magonjwa. Kwa hiyo baada ya mfuko kuvunjika, vijidudu hivyo vinaweza kusababisha maambukizi kwenye tumbo la uzazi na kwa mtoto. Kwa hiyo naomba ifahamike tu kwamba kuwa hatari ya maambukizi huongezeka kutegemeana na urefu wa muda ambao mfuko huo utabaki ukiwa umevunjika. Kwa hiyo utakapoona chupa ya uzazi imevunjika, usiweke chochote ukeni baada ya mfuko wa maji ya uzazi kuvunjika, kwa sababu hiyo inaweza kuhatarisha usalama wako wa wewe pamoja na mtoto. Dalili nyingine ni kutokwa na uteute ambao umechanganyika na damu. Hali hii hutokea mara baada ya shingo ya kizazi kuanza kufunguka na mtoto kushuka. Na ukiona hali hii, ujue kabisa kuwa uchungu unakaribia kuanza, au pia huambatana na maumivu ya tumbo la uzazi. Kwa hiyo mara unapoona hali hii, ni vyema kufika kituo cha kutolea huduma ili uweze kusaidiwa na wataalamu. Dalili nyingine ya uchungu ni kubana na kuachia kwa misuli ya tumbo la uzazi. Kubana huku kwa misuli huanza polepole wakati wa siku za mwisho za ujauzito, au inaweza ikawa kabla ya kufikia mwisho. Mkazo au mbanano wa tumbo la uzazi mwanzoni huwa hauchukui muda mrefu. Huachia mama anapopumzika, yaani unakuwa unapata ile hali ya tumbo linabana, linauma, alafu kipumzika linaachia. Sasa unapokaribia kujifungua, hapo ndipo uchungu wa uzazi wa kweli huja kwa nguvu. Uchungu huu huwa unaanza taratibu na kila baada ya dakika chache. Yaani unauma kidogo afu baadaye
unaachia. Na maumivu hayo yanakuwa hayaachii hata kama mama akilala chini au kupumzika. Na maumivu haya hutokea sana chini ya kitovu, na pia mama mjamzito anaweza kupata maumivu ya mgongo ya sehemu ya chini. Sasa hapa ndipo watu wengi huwa wanachanganya. Utaweza vipi kutofautisha kati ya maumivu ya kawaida na yale maumivu ya kujifungua? Ili uweze kuyatofautisha ni kwamba yale maumivu ya kawaida mara nyingi huwa yanakuja na kuondoka, na huwa yanakuwa ni mbele ya tumbo lako tu. Lakini yale maumivu sahihi ya uchungu huwa yanasikika mgongoni na tumboni. Na pia kitu kingine cha kuweza kutofautisha kati ya maumivu ya kawaida na maumivu ya uchungu ni kwamba maumivu yale ya kawaida huwa hayaongezeki ukali wake kwa kadiri muda unavyokwenda. Yaani utakuwa unasikia tumbo linauma alafu linaachia. Likija tena linauma, lakini kwa maumivu yale yale hayaongezeki. Lakini maumivu ya uchungu huwa kadiri muda unavyozidi kwenda yanazidi kuongezeka. Ina maana kwamba utakapoumwa sasa hivi tumbo likatulia, likija kurudia tena yanakuwa ni makali zaidi kuliko yale yaliyopita. Linatulia tena, likija kurudia tena yanakuwa ni makali zaidi kuliko yale yaliyopita. Kwa hiyo kwa kadiri muda unavyozidi kwenda maumivu yanakuwa yanaongeza kasi. Kwa hiyo utakapoona hivyo jua kabisa kwamba hiyo ndio dalili mojawapo ya uchungu. Dalili nyingine ni kuchoka sana, kushindwa kulala na wakati mwingine kuishiwa nguvu. Tunafahamu kabisa kuwa mama wajawazito wengi huwa wanakuwa na hali ya uchovu wa mara kwa mara, lakini unapokaribia kujifungua uchovu huu unakuwa unaongezeka kwa 1% kubwa mno. Kwa hiyo utakapojihisi uchovu mkubwa mno, hasa katika zile siku za mwisho za kujifungua, ukae tayari kabisa kwa ajili ya kujifungua na kufanya maandalizi ya haraka. Hiyo ni dalili mojawapo kwamba uchungu unakaribia. Kwa hiyo mara tu utakapohisi dalili za uchungu au dalili yoyote ya hatari, ni vyema ukafika kituo cha kutolea huduma na ukakutana na wataalamu ili waweze kukusaidia ipasavyo, kwani kwa kufanya hivyo usaidia kupunguza hatari ya matatizo ya ujauzito pamoja na usalama wa mtoto pia. Kwa maswali na maoni pamoja na kujifunza mengi zaidi, hakikisha unatuachia komenti yako hapo, nasi tutakujibu, tutakuelekeza kwa kadiri itakavyowezekana. Na pia kwa wewe ambaye bado hujasubscribe channel yetu, hakikisha unasubscribe ili masomo mengine yaliyopita na yatakayofuata uweze kuyapata kwa muda sahihi. Asanteni sana.